ndipo baadaye zinamwafekti mtu. Unasikia nini? Unaona nini? Kuna wengine tukirejea katika maisha ya kawaida, tunaona nini? Kwenye masomo unaona nini? Kwenye huduma yako unaona nini? Tunatoka katika hali ya ulimwengu huu, tunarudi katika ulimwengu wa roho. Kuna vitu ambavyo tumeshaoneshwa au kukaririshwa katika maisha yetu vikatufanya tusisonge mbele. Inawezekana leo kuna watu umesikia wamesema kwamba hata usome sana uweze kufaulu. Umesikia. Nguvu ya kusikia inakwenda kuharibu au kuaffect katika ulimwengu wa roho. Kila kitu kisikia kitaendelea kukutesa. Kuna wengine wamesikia wakasema kweli mna ugonjwa huu. Ile nguvu ya kusema kwamba kweli kama shangazi kuna ugonjwa, mtu akasikia ile basi anasema na mimi ninao. Nguvu ya kusikia ina affect pia katika ulimwengu wa roho. Mwingine leo amefanya mtihani akasema kwamba mtihani ninapoona nitakwenda kufeli. Ni nguvu yake mwenyewe ya kuona katika maono ya ndani. Kwa hiyo yeye alipoona katika maono ya ndani ameona kushindwa. Sio maana leo tunakuja kuzungumzia nguvu ya kuona na kusikia katika ulimwengu wa roho. Je, umesikia mangapi? Umeshindwa mangapi? Umeona mangapi? Yameaffectije maisha yako? Yameaffectije elimu yako? Wengine waliposikia tu kwamba mtu fulani ameanguka na akasema basi huduma nimeacha. Mtu fulani amepata changamoto akasema basi yule kwa sababu amefeli na bado ndani mwake ana Yesu, basi na mimi naacha huduma. Ni kusikia na kuona, nguvu ya kuona. Umesikia mangapi leo? Wamekwambia mangapi? Kuna watu wamekwambia utashindwa. Kuna watu wameambiwa utafanikiwa. Kuna watu wameambiwa utafika mbali. Lile neno ulilosikia ulichukuliaje na uliwekaje ndani ya moyo wako? Lakini tunamwona Yesu Kristo mwenyewe ambaye alikufa msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe, akasema haya yote yamekwisha. Haya yote yamekwisha. Inawezekana kuna watu wamekwambia hautopenda sehemu yote, hautafika sehemu yote, lakini yupo Yesu ambaye atakwenda kukuinua. Lakini yupo Yesu anayekwenda kufuta picha zote za kushindwa. Lakini yupo Yesu ambaye anakwenda kufuta sauti zote unazosikia. Maandiko matakatifu katika kitabu kile cha Isaya sura ya 27 aya ile ya 7 anasema, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Akuambia haya kunywa, lakini moyo wake haui pamoja naye. Aonavyo moyoni mwake ndivyo alivyo. Ambapo unapoona ndani ya moyo wako kwamba ni kushindwa, utashindwa. Kama ukiona ndani ya moyo wako kama utafaulu, utafaulu. Ndani ya moyo wako kama unaona utafanikiwa, utafanikiwa. Ndani ya moyo wako kama unaona kuinuka, utainuka. Ndani ya moyo wako kama unaona
aonavyo moyoni mwako ndivyo alivyo. Unapojiona dhaifu, unajiona ndivyo ulivyo. Nahitaji nikwambie, hatuhitaji kujiangalia katika hali ya udhaifu. Tunahitaji kujiangalia katika hali ya kushinda. Tunahitaji kujiangalia katika hali ya kufika mbele. Tuwe na vision mbele zaidi, tuone mbali zaidi. Ndio maana tunamuona nani? Mungu anamuuliza Yeremia, unaona nini? Leo Yeremia anabadilika na kuwa wewe unaulizwa unaona nini katika masomo yako? Unaona nini katika future maisha yako? Usije ukawahi kukiri kushindwa hata mara moja. Usijawahi kukiri kuishi maisha ambayo sio yako. Kila mtu Mungu amempangia baraka na neema. Kila mtu Mungu amempangia